kama rais anataka kuchukua kiti 2027 kwa nguvu sababu ya ABC, tumwambie sisi tunaomba ya kwamba hautachukua. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, may the Lord accelerate your spirits. Be strong. Do not create any gap for anybody. This is your time. Usiachie mtu. Ongea. Sisi tuko nyuma yako. Bwana asifiwe. Wao walianza wakasema ati ni serikali ya mtu wetu. Mtu wetu. Sasa sisi mtu wetu ni nani? Lazima tuwe na watu wetu pia. Kalonzo ni nani? Ni mtu wetu. In your position, allow opposition to be. We are the opposition, tukuambie the opposite side of the coin. Ama namna gani kanisa? Kanapigwa ni ado ito. Tuaniaka hatokire. Si Kalonzo imemtoka. Si imemtoka. Kutoka leo imemtoka na atakuwa anaiongea. Na ameongea. Na tumemweka anointing ya kuongea. Hebu nikwambie mheshimiwa, Wakikuyu wanapenda mtu anaongea. Ndio unaonanga huyu akirusha mawe na watu wanampenda sana sababu ya kurusha mawe. Na ninakwambia tembea na watu wote. Unajua kama kuna mtu anatembea na mikono ni Ruto. Usikatae watu wote wacha wakuwe wote. Ndi wako. Ruto akiamini na serikali hii kesho akiamulisha hiyo committee iwe formed, wanajua vile watafanya hapo kotini. Dakika moja hiyo tunakuwa na IBC. Juzi tuliona wakitaka kutoa Gachagua, ile style walitumia haraka wakamobilize serikali yote, ndio hiyo hata kotini Gachagua kaenda nyumbani. Na mkumbuke Gachagua ile kazi alifanyia bwana Ruto. Kwa hivyo mkiniona mimi nilitengwa na Ruto na tukadanganywa, si hata juzi mumeona vile amefanya Gachagua. Lakini nataka pia watu wetu wajue hivi. Watu wa mlima yote kutoka east, west na south, na watu wa Gema wote wajue Gachagua ni wa timu yetu. He is one of us. Mtu asifikirie ni timu yetu katikati. Bwana Matiang'i pia ako na sisi. That is the truth. Mheshimiwa ako hapa akiwa anatuongoza. Na sisi wote tunajua. Hata Eugene tuko na yeye hapa. Natembea tuko na yeye hapa. Mzee wa kazi ambaye ndio mkubwa wa mlima na ndio mkubwa wa hii timu yote, Mheshimiwa former president wetu Mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta pia hako na sisi. Na tunataka kusema hivi, mtu asifikiri tu hizi time tutapotea. Njia iko very clear. Yule anaongoza sisi ako na experience na ako na record ya kufanya kazi mzuri for a very long time. Hakuna mtu ana experience ya uongozi nchi hii sasa kuongoza vizuri kama Mr. Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Hakuna mwingine. Wengine watoe CV. Kalonzo amekuwa minister zaidi ya mara 5, different ministries. Akachaguliwa zaidi ya mara 5 nchi hii. Akawa mpaka vice president ya Kibaki. Na hakuna rais anajulikana historia yote ya Afrika na East yote kuongoza nchi vizuri kama Kibaki vile aliongoza wakiwa na Mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. That is the truth. Kwa hivyo hii timu yote inaungana nyuma ya Mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, na sisi tunajua hii gari itaendelea vizuri sana mpaka mwisho 2027. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka akuwe rais wetu na hii nchi itarudi vile ilirudi laini siku ya Kibaki. Mara 2 akawa president. Na kwa sababu nilikuwa pale niliona alikuwa amefanya kazi kubwa. Kwa hivyo sasa ile ilifika wakati wake nikasimama na yeye na nguvu sana, nikiamini ni mtu mzuri. Nyinyi wote mnakumbuka alikuwa anakuja na Biblia. Kila siku yeye ni Mungu awabariki, tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Si mnakumbuka vile alikuwa? Kila mtu aliamini ni mtu mzuri sana. Hata hawa pastors wote na mabishop hawa walidanganywa kama mimi. Hakuna mtu anaweza sema mwingine alikuwa mjinga kumshinda. Kila mtu alidanganywa.
Mahaslas wote mkumbuke walikuwa wameambiwa vile watapata pesa bila kwenda kwa Shylock. Mama mboga ndio huyo alikuwa pia amedanganywa vile yeye mwenyewe atakuwa akipata pesa kwa urahisi bila kwenda hata kwa benki. Watu ya bodaboda mkumbuke sana vile walidanganywa. Sio mimi peke yangu. Juzi mumeona amechukua mtu ambaye tunaheshimu sana, tunajua ni chupavu. Former Prime Minister Raila Odinga akamwambia aende akatafute kiti huko sijui ya Afrika. Sasa huyu mtu ukimuona mjue sio mchezo kwa uongo, na watu wote wanajua akifungua mdomo hivi ile kitu anataka kuongea ni uongo. Ama si hata nyinyi mnajua? Na kila mtu, hata makanisa, mabishops wote wamesema hii ni serikali ya uongo, inasema uongo throughout. Ile kitu tunasema unaweza danganya watu mara moja, lakini mara mbili huwezi fanya nini? Huwezi wadanganya. Sisi tulidanganywa na watu wote walidanganywa, lakini hawezi danganya watu tena. Watu saa hii wamechoka na yeye. Mliona majensis, our young people walisimama imara wakasema hii serikali haiendi vizuri na tunataka iende nyumbani. Mabishops juzi kutoka wa Catholic wote na ACK, PCA, hata wa Protestants wote, clergy wote wamesema hii serikali haiendeshwi vizuri na lazima hii serikali ifanye vile wananchi wanataka ama iende nyumbani. Na watu wote wamejitayarisha anytime. Hata mimi sioni kama itamaliza mpaka 2027. Mimi naona hii serikali hivi karibuni yenyewe itasimama tu yenyewe namna hii, ishindwe na kuendelea tena. Kwa sababu ukiangalia kila kitu yao, si juzi walisema ati kuna mapepo. Can you imagine? Our president anaongea mambo ya mapepo. Na sisi tunajua mapepo ile mingi, ile ambaye imeharibu nchi hii ya wizi. Walianza na kuiba KICC. Walitaka kuiba KICC, ikakataa. Ndio hao juzi walikuwa wanataka kuiba airport. Hiyo mapepo, hiyo sasa ni mapepo. Vile walihakisha moto, alafu tena mambo ingine ikatoka Amerika, ikaishia hapo namna hiyo. Tumeona madaktari vile hata saa hii wamekuwa kila wakati ni strike kwa sababu ya kukosa pesa. Tunataka kuambia President William Ruto, tafadhali, sisi ambaye kama mimi nikiona vile wewe unaongoza nchi nasikia aibu sana. Kwa sababu mimi najua wewe ni mtu una akili mzuri sana, sijui ni nini likushika. Tulibadishiwa ile Ruto tulikuwa najua ama namna gani. Ruto tulijua ni mtu mshupavu, alikuwa na mpango. Sijui sasa ni nini lishika yeye. Sasa yeye ajue aende aompewe. Hiyo kitu ilimshika, hiyo ndio mapepo sasa. Yeye ndio anako hiyo mapepo hiyo ya. Sio wao viongozi wengine. Ni yeye alishikwa na mapepo akatoka ile Ruto tulikuwa najua. Ile tulikuwa nachagua sio yeye. Kwa hivyo ile kitu tunataka kusema. Kama juzi sasa for example, umeona Justice Lalaola, mtu wa heshima kubwa, imebidi mpaka aongee ndio watu waone how serious it is to have an IBC.